Wao mdogo wangu. Wao dada. Unasiona? Nipo dada. Vipi za huko kwako? Huko kwangu nzuri. Za huko nyumbani. Njema. Mama ajambo. Familia yote. Hawajambo. Niambie dada. Nakuona. Umenigaya. Tunaanzaje kufika hapo kwako kwanza? Kwa nini? Tunaanzaje? Kwa huyo mwanaume mzuzu. Huyo. Hivi mdogo wangu ulifuata nini pale? Mwanaume hana pesa, hana chochote. Mwanaume mwenyewe ukimwona kichefu. Ana nini? Ndio shemeji yako. Shemeji. Unajua tumeshapata na watoto, na ukiwa na watoto kuacha familia. Kwani kwanza ana nini? Ndio shemeji yako. Mimi sina shemeji wa hivyo. Kwa una mkana. Yaani nikwambie mdogo wangu, kwa kweli yule mwanaume pale Buguli hamna kabisa. Yaani hamna. Ndugu yangu, yaani sasa kinachofuata hapa. Kwanza ulikuwa hujui. Hivyo unajua kwamba sasa hivi ana mahusiano ya urafiki na yule kijana Nyegezi. Wewe. Na unamjua mama yake kuwa anogopeka hapa kijijini. Sasa kuwa makini. Unajua walichomfanyia Asumani, walifanyia nini? Kuwa makini. Kuwa makini kabisa. Mimi nimeshakwambia, usiachane naye tu. Kwani ukuzaa naye ndo nini? Usiachane naye. Ndio nalijua. Yaani kuhusu dada nimeshaongea na shemeji yako lakini hata hanielewi. Yaani nikiongea anapitia huku, yanatokezea huku. Kila nikiongea haelewi. Sasa jua hilo nitafanyaje dada? Kombe rizika na yule mzuzu wako. Ndio nampenda. Ndio baba wa familia. Bora hata ukamrudia tu ile ex wako wa zamani. Hapana dada, nampenda ndio mume wangu huyo. Na hapa nimemwacha nyumbani naenda sokoni. Karibu nyumbani sasa. Siwezi kukanyaga, nakuja kufanyaje? Nakwambia. Utanikumbuka. Uandike tarehe kama leo, kama nikutana dada anateremka kwenda sokoni. Utaniambia. Dada, sema tu mpendi shemeji yako. Siwezi. Yaani siku ukiwa na maisha yako mengine tofauti na yule mzuzu. Utahamia kwako na familia yako. Dada siachiki dada. Ndio umefika. Bado nipo natambaa. Atakuwa kamekuroga. Karibu nyumbani. Ni bana. Anakuzuia hata kuja nyumbani. Hapana, nizuii. Ila sisi ndio hivyo. Ukipata tatizo kivyako. Hapana dada, msinifanyie hivyo. Sisi tunakanyagaje pale sisi? Mbona shemeji yako yuko sipo? Nakupenda sana lakini kwa yule bwana hatukanyagi. Basi mimi nitatafuta siku ya kuja nyumbani msalimie mama. Si unajua anaenda sokoni na shemeji yako nimemwacha nyumbani. Nakutafuta mboga ya mchana hapa. Na unamjua nikichelewa tu. Siwezi kufanya kazi. Niende sokoni. Si unajua shemeji yako nikichelewa hapa shemeji kichefu. Habari zenu? Salama. Dada habari? Salama. Samani, tuweza tukazungumza mara moja? Ongea papa na dada yangu akiwa kanisikia. Hapana. Dada samani lakini ni unique. Sidhani kama itakuwa vizuri na ukisikia. Ameje? Naomba basi nafasi moja basi. Nakuomba basi. Hivi wewe? Kaka vipi? Unataka kwenda kuniua huko? Hiyo ni siri gani ambayo dada yangu hawezi kusikia? Okay, sawa. Dadangu. Naomba tu nikwambie ukweli. Ni wanawake wengi sana ambao mimi nimekutana nao, lakini huyu mrembo amewazidi wote. Na isitoshe, ni wanawake wengi sana nimekutana nao, ila naona kabisa huyu ndo ananifaa. Na ndio chaguo la maisha yangu. Na nimetokea kumpenda kuliko wanawake wote. Na nahisi kabisa mimi nikimkosa huyu
sidhani kama nitapata wa kuendana naye. Nakuomba basi, nakupenda sana mama, tafadhali nielewe. Mdogo wangu, hivi umekosa wanaume eh? Hivi ni mwanaume gani huyu? Kwanza atakupa nini? Atakuonga nini eh? Mdogo wangu, au tu ndo nataka dadako mimi hapo anze kunipa misalaba, kunibebesha mizigo isiyobebeka? Dada, sio tu kusema atanipa nini huyu, yeye na mamake wote ni wawanga kweli. Kaka, una hata mshipa wa aibu. MJ, dada samani, siko katika matani, niko seriousness. Tafadhali hebu tuachane na hali matani. Mama, huyu ni mwanamke, nadhani ni mwanamke aliyofanana kabisa na malaika na niliyotokea kumpenda. Tafadhali MJ, elewa hisia zangu na kuhitaji kabisa katika maisha yangu. Sina mwanamke mwingine niliyomtazama nikamwona kabisa yuko sawa katika maisha yangu. Hebu tuachane na matani hayo unazungumza sasa hivi. Weka. Nyegezi. Narudia tena Nyegezi. Nisikilize kwa makini. Nenda ukamwambia mama yako akutafutia cha yule nzii. Sio mimi. Mdogo wangu, achana naye kwanza huko. Dada, twende. Meje. Niambie bwana mkubwa. Unajua kuna vitu vinanisumbua sana. Kama kipi? Tena sana. Sasa katika vitu ambacho ni changamoto kwangu mimi. Ndio. Ni mke wako. Mke wangu huyu naye mfahamu mimi? Aswa. Acha bana kunitania. Uwezi amini. Sasa juzi tu nimeweza kukutana naye. Alinichanganya kabisa kinoma ndugu yangu. Ndio. Na isitoshe sio juzi tu kukutana naye. Paka marafiki zake nimeshasikia kwamba anatusambazia habari zetu. Wewe rafiki yangu, hivi mke wangu naye mfahamu ndo maneno hayo unalozungumza kunaambia hivyo? Sasa ni nani mwingine? Nipata kukuita hapa. Najua kabisa sina rafiki mwingine tofauti na wewe. Basi endelea kunielezea rafiki yangu. Sasa iko hivi. Mwanzo nishakwambia kuhusu kumkanya kabisa. Ila naona bado asikii, anatutafuta. Tena hasa anazidi kunichokonoa. Kampe taarifa zangu. Mwambie kifatacho ataumia. Kifatacho ataumia. Sichekagi na mtu. Na nimemheshimu tu kwa sababu mimi na wewe tuna mahusiano mazuri. Sasa tofauti na hapo mpaka sasa hivi na tungekuwa tumeshapelekana kituo cha polisi. Yaani ukweli ni kwamba yule mimi ni mtoto mdogo kwangu. Nadhani nishakwambia. Hebu jaribu kurudia kunielezea vizuri. Na maana umemkuta mke wangu aiza umemfananisha rafiki yangu. Hebu jaribu kunielezea vizuri kabisa. Mbona siamini? Ni kitu gani ambacho ukielewi kutoka kwangu? Nimekwambia ni mke wako huyo huyo. Sasa iko hivi. Tafadhali narudia, nenda ukamwambia aache kunifuatilia. Halafu kingine, naona kabisa anataka kuharibu mahusiano yetu mimi na wewe. Mwambie iwe mwanzo na mwisho. Nadhani tumeelewana. Vinginevyo utakuja kuniona mimi mbaya. Hapana rafiki yangu. Mimi naamini wewe na mimi tumetoka mbali sana. Na kwa nini mke wangu aamue kutugombanisha mimi na wewe tutengane? Hilo sio swali la kuniuliza. Maana nimeshakwambia mara kadhaa. Na hisi paka hizo taarifa zilishakufikia. Na leo narudia kwa mara ya mwisho.
Yule ni mke wako, kaa naye chini umweleze. Akishindwa kukutii, basi mimi nitamfanya akakuheshimu. Nadhani tumeelewana. Nimekuelewa rafiki yangu. Mbali mimi na wewe hatuwezi tukatengana kwa ajili ya mwanamke. Nitaenda nimwelezee, nimuulize kiundani zaidi kama kweli unayoyazungumza ni ya kweli rafiki yangu. Haina shida, nitaenda nizungumze naye. Brother, wewe ni mwanaume. Kuna kauli ambazo unatakiwa kumpa mwanamke na akazifuata. Sijui umenielewa? Nakuelewa. Wewe ni kufika na kumpa tu onyo kwamba iwe ni mwanzo na mwisho. Masuala ya discussion nyingine haipo. Nadhani tumeelewana. Tumeelewana. Tumia kauli kama mwanaume. Nimeshakuelewa bwana mkubwa. Isitoshe mimi nitafika nyumbani nitazungumza naye. Nione ama kweli haya maneno uliowakuta wanazungumza. Bila shaka hatuwezi tukavunja urafiki mimi na wewe. Naomba rafiki yangu yaishie hapa, mimi nitaenda nizungumze naye. Nimekuelewa. Naomba ufanye hivyo na iwe kweli. Basi nimeshakuelewa, mimi naondoka.